Sisi tumekuja kukagua mradi kama viongozi wa chama wilaya ya Ubungo. Mimi ni mwenyekiti wa CCM wilaya ya Ubungo, Bwana Robert Yaris Mbowe alimaarufu Shosho. Tumekuja kujionea ujenzi wa shule ya awali. Tumeona mradi umekwenda vizuri. Kinachosubiriwa ni kumalizika, lakini sisi kama chama tumetoa maagizo darasa lianze mara moja, kwa sababu kama wanafunzi hao walikuwa tumia vyoo vya zamani, waendelee kutumia vyoo vya zamani na uharaka wa kumaliza vyoo hivi vimalizike kwa wakati, ili wanafunzi waendelee kupata nafasi nzuri ya kujisomea. Kwa sababu kule tumepita tumeona wingi wa wanafunzi na madarasani, madarasa hayatoshi kwa sababu wa wingi wa watoto. Hata watoto kupegelea kukaa chini, kwa sababu hata ukiweka madawati kule bado sehemu ya kuweka madawati kule inakuwa hayatoshi. Changamoto ya madawati tumezungumza na mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo, tunamshukuru kwa sababu amefanya jitihada za haraka kuleta madawati 100. Na tumeshauri wakati mwingine tusubiri walimu au mwalimu mkuu kurundika madawati ambayo yanakatika kuweka store. Ni vizuri dawati likikatika hapa hapo fundi aitwa ashughulikie, mwanafunzi hawezi kukalia. Kama mlivyoona pale madawati mengi yameharibika, na pia mkandarasi anatengeneza madawati utumiaji wake ni hafifu. Natakiwa mumwambie akitumia madawati yale kwenye upande wa chuma atumie vizuri kwa kuzunguka raundi ya bomba. Kinachoonekana pale amepiga tu spoti na kuleta madarasani. Kwa siku zijazo mkurugenzi afuatilie kwa makini hawa waliopewa tenda kutengeneza madawati. Nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya. Anafanya hivi kwa sababu mapenzi mema alionayo na wananchi wake. Na la mwisho niseme tu, ametoa madarasa, kuna uhitaji wa madarasa. Na shauri shule au manispaa ihakikishe badala kuweka mtawanyiko wa majengo, wabuni miradi mikubwa kwa ajili ya kujenga magorofa, kwa sababu maeneo yanaisha. Kutokana na uhitaji wa shule hii, nimetoa maagizo hapa, tutaleta tenki moja la lita 7,000 kwa ajili ya maji, ambapo moja kwa moja kuna tenki liko pale Mburahati, lakini mkurugenzi ametoa shilingi 300,000 pamoja na mstahiki meya na mheshimiwa diwani wametoa shilingi 100,000, jumla shilingi 500,000. Fedha hizo zitatumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tenki linafika, lakini kiasi kinachobaki nimeshamwelekeza afisa tarafa hapa na mwalimu wasimamie marekebisho ya madawati yote yaliyoko store, kuhakikisha kwamba sasa hakuna dawati litakalobaki store. Maana yake ni kwamba darasa ambalo lilikuwa linatumika na watoto kwa ajili ya kama darasa la awali litabaki wazi. Likibaki wazi, maana yake ni kwamba darasa hilo litumike kwa ajili ya wanafunzi wa kuanzia darasa la 3 mpaka darasa la 7. Lakini wakati tunaendelea kusubiri kukamilisha ujenzi wa vyoo kutokana na fedha ambazo mkurugenzi ameshaleta hapa shilingi milioni 3, madarasa mawili ya awali yaanze kutumika mara moja, ili sasa watoto ambao walikuwa wanatumia darasa lingine waje hapa na kuachia yale madarasa yaliyoko tupu. Lakini kwa kutumia fedha ambayo tumeipata hapa, ikiwa ni mchango wa mkurugenzi, mstahiki meya na diwani, madawati yaliyoko kule store yote yatatengenezwa, yatafanywa marekebisho, na maana darasa lile na lenyewe litabaki tupu kwa ajili ya matumizi mengineyo. Kwa leo tu hapa tutahakikisha kwamba tuna madarasa mawili yanayoweza kutumika na kupunguza uhaba wa madarasa katika shule hii. Kwa nirudie kumshukuru sana mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya kwa maelekezo yake, na sisi kama serikali tumeshayatekeleza kwa haraka kuhakikisha kwamba watoto wanapata mazingira mazuri ya kusoma katika shule hii. Shule msingi Milenia ya 3 inatekeleza mradi wa vyumba viwili vya madarasa ya awali pamoja na matundu 6 ya vyoo, na matundu 6 yapo katika hatua ya umaliziaji. Aidha, fedha iliyokuwa imetengwa kwa ajili ya matundu 6 ya vyoo iliisha, lakini tayari tumeongezewa kiasi cha shilingi milioni 3,915,750 kwa ajili ya kukamilisha matundu 6 ya vyoo vya awali. Lakini pamoja na changamoto nyingi, shule msingi Milenia ya 3 inayo mafanikio makubwa katika ufaulu, na hapa tumeweka ufaulu kwa asilimia kwa miaka mitatu ya hivi karibuni. Mwaka 2023 wanafunzi wa darasa la 7 walifeli wanafunzi 10, na hivyo kufanya ufaulu wetu kwa asilimia 97. Lakini 2024 walifeli wanafunzi 3 na kufanya asilimia 98.9. Lakini 2025 wamefeli wanafunzi 5 na kufanya asilimia 98.3. Changamoto za shule ya msingi Milenia ya 3. Changamoto ya kwanza ni shule yetu haina uzio. Lakini changamoto ya pili ni upungufu wa vyumba vya madarasa kulingana na idadi ya wanafunzi. Changamoto ya tatu
ni upungufu wa madawati kulingana pia na idadi ya wanafunzi. Na changamoto ya 4 ni eneo la ujenzi wa vyumba 35 vya madarasa. Utatuzi wa changamoto. Kwanza tumeanza ukarabati madawati 50 kupitia capitation, elimu bila malipo. Madawati yako yanatekelezwa, tumeshaingiza darasani madawati 33 tayari yameshatengenezwa, bado yako 17 ili kutimiza idadi ya madawati 50. Lakini pia tulipokea madawati ya ndugu Kitabu Warioba ambaye ni mdau mzazi, amejitolea na kutupatia madawati 22 na tayari tumeshaingiza darasani, na kwa kiasi kikubwa inatusaidia kutatua changamoto. Darasa la 6 walikuwa wanakaa chini na mzazi alimleta mwanae akakuta ile hali kwamba wanakaa chini, basi akawiwa na akatusaidia madawati yao 22, na mpaka sasa darasa la 6 wote wako wanakaa kwenye madawati. Lakini pia utatuzi wa changamoto nyingine ni kwamba halmashauri itatukabidhi madawati 100 siku ya Ijumaa tarehe 27 mwezi wa 2 2026.